Are you ready to praise the Lord? Yes, amen. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana wa milele, wa milele, Mungu Baba wa milele, wa milele, Mungu Baba. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana wa milele, wa milele, Mungu Baba wa milele, wa milele, Mungu Baba. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana wa miujiza, wa miujiza, Mungu Baba wa miujiza, wa miujiza, Mungu Baba wa ushindi, wa ushindi, Mungu Baba wa uzima, wa uzima, Mungu Baba. Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, Yesu, Yesu, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, kama vile wewe ulinipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, Yesu, Yesu. Chezea Yesu, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, kama vile nakupenda, kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, Yesu, kwani ya Yesu ana uwezo, Yesu ni dawa pekee, jaribu Yesu, kwani Yesu ana uwezo, Yesu ni dawa pekee, jaribu Yesu, kwani Yesu ana uwezo, Yesu ni dawa pekee, jaribu huyu Yesu, kwani Yesu ana uwezo, Yesu ni dawa pekee. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Hakuna yeyote iliyotumwa kinyume chetu
itagawanyishwa kwa njia saba, haitafaulu. Silaha yoyote itakayotumwa kwa njia moja nyingine itagawanyishwa kwa njia saba, haitafaulu. Hakuna silaha yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayo. Hakuna yeyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaulu. Maneno maovu yaliyonenwa na walio hai na waliokufa chini ya maji na nchi kavu haitafaulu. Maneno maovu yaliyonenwa na walio hai na waliokufa chini ya maji na nchi kavu haitafaulu. Hakuna silaha iliyotumwa kinyume chetu itakayo. Hakuna silaha iliyotumwa kinyume chetu itakayo. Yesu, tunakupenda kama vile ulivyotupenda kwanza, sisi tunakupenda. Hakuna kama wewe Bwana. Pour our love towards you this morning, Lord, because indeed you have loved us with an everlasting love. Your loving kindness towards us, oh God, is great. And so this morning, Lord, we have just come to pour our love back to you, oh God. There's a fragrance before you, Lord. Ikayo manukato mbele zako Mungu wetu, sifa tu zikaweze kukupendeza, zikaweze kukufurahisha. May you dwell within our worship this morning, Lord. We love you, Lord. Naomba Bwana akaweze kutunyunyizia maji yako asubuhi ya leo. Refresh us, oh God, even as we're in your presence, oh God. Because that is where we find our satisfaction, oh God, in your presence. Yes, Lord. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, huwatii ninyauke, nakupenda. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, huwatii ninyauke, kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo.
Oh God, who refreshes us. Wewe ndiye mnyunyizi wetu. Tunyunyizie asubuhi ya leo. Restore us, oh God, even as we're in your presence. Revive us, oh God, once again. Refresh us, oh God, as we're in your presence. Indeed, Lord, these are the times of refreshing. When we are in your presence, Lord, you refresh us, you strengthen us. You remind us, Lord, that you are with us and you will never leave us nor forsake us. It is in your presence, oh God, where we are encouraged, oh God. And so to refresh us asubuhi ya leo, tunyunyizie Mungu wetu. Na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu, na kupenda. Tupigie Bwana makofi. Asante Mungu wetu asubuhi ya leo, wewe ambaye ni mnyunyizi wetu wakati nafsi zetu na roho zetu zimekauka. Lord, you refresh us, you restore us, Lord, back to yourself. And we thank you this morning, Lord, that every time, Lord, we run dry and weary, Lord, in this journey of faith, it is you, Jehovah, when we come to you, that you are able to refresh us, to revive us, and to give us hope even for tomorrow. Na kwa hivyo Bwana, asubuhi ya leo tumekuja mbele zako tukisema ni asante kwa mengi ambao umetenda kwa maisha ya kila mmoja wetu. Asante Bwana kwa kuwa umetembea pamoja nasi wiki hii katika shughuli zetu za wiki. Bwana, umekuwa upande wetu, tukikiri kwamba Bwana, kama si wewe umekuwa upande wetu, kwa hakika adui angekuwa ametuangamiza. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umesimama pamoja nasi mahali petu pa kazi. Umetuhifadhi hata katika biashara zetu na hata katika mashamba yetu na shughuli zote ambazo tumekuwa tukihusika wiki hii. Bwana, ni wewe Bwana umesimama pamoja nasi. Umetukinga na ajali za kila aina Bwana. Umetuponya magonjwa ambao tumekuwa wagonjwa. Bwana, tunasema ni asante. Tunaliinua jina lako takatifu, wewe Mungu wetu, tukisema uinuliwe, uabudiwe, maana kando yako hatuna Mungu mwingine. Siku ya leo Bwana, tumekusanyika katika hekalu lako takatifu, tukijua kwamba Bwana uko mahali hapa na utaweza kukutana na kila mmoja wetu kulingana na mahitaji yake. Wewe ni Mungu ambaye hujapungukiwa na kitu chochote. Wewe ni Mungu ambaye hujapungukiwa na hali yoyote Bwana. Ikiwa ni fedha na mali tunahitaji Bwana, wewe Bwana utajiri wako hauna kipimo. Ikiwa Bwana ni uponyaji Bwana, tumekuja tukikutazamia Bwana utuponye. Wewe ni daktari wa madaktari, kwa kwamba mahali hapa Bwana utanyoosha mkono wako wa uponyaji na utamponya Bwana aliye hapa ambaye ajisikii vyema. Wewe Bwana ni mfalme wa amani, ambao tumekosa amani siku ya leo Bwana. Amani yako Bwana iweze kututosha. Tunasema ni asante ewe Mungu. We love you this morning, Lord, we worship you. You've been good to us, oh God. Asante hata kwa watoto wetu ambao umetupatia. Wamekuwa wakienda shule na hata kurudi, na wengine wako katika shule za mabweni. Bwana umewahifadhi. Tunasema ni asante.
tukiomba kwamba utatupatia hekima ya kutosha na busara tuweze kuwalea watoto wetu ambao ni zawadi ambao umetupatia, tuweze kuwalea na kuelekeza katika njia zako. Bwana, tunasema ni asante hata kwa huduma hii ya Kiamumbi Baptist Church and Ministries. Bwana, ni wewe Bwana umetembea nasi umbali huu. Tukizidi Bwana kukuuliza kwamba Bwana uendelee kutupatia maarifa ya kuweza kuongoza huduma hii kufikia upeo ambao Bwana utaleta sifa na utukufu kwa jina lako. Bwana, tunasema ni asanti, maana wewe ni Mungu na wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Tunaomba kwamba asubuhi ya leo Bwana, ikiwa kuna njia ambazo tumetembea ambazo hazijaleta sifa na utukufu kwa jina lako, ikiwa kuna mawazo ambayo tumewaza katika shughuli zetu, katika mawazo yetu na matendo yetu Bwana, tumeenenda katika njia zisizofaa. Siku ya leo Bwana, wewe ambaye ni umejawa na huruma na rehema, tunaomba utusamehe. Siku ya leo utuoshe na damu ya mwana kondoo, tuweze kukubalika mbele zako. Ndio Bwana, maombi yetu na dua zetu na sadaka zetu siku ya leo ziweze kukubalika mbele zako. Tunasema ni asante, uinuliwe na uabudiwe, maana wewe ni Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Bwana ni mwema wakati wote, na hiyo ni hali yake. Tutaomba tuweze tusimame tunapotoa zaka na sadaka zetu. Sinatamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea. Bwana, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana, unipandishe, nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni nitafika. Bwana, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana, Bwana, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote.
yote, ye Bwana unipandishe. Asante sana worship team, tuwapigie makofi mazuri kwa kutuongoza vyema. God is good and all the time. Naitwa Nicholas Misheni, nimeokoka, nampenda Kristo ambaye aliniokoa na ambaye amenidumisha hata asubuhi ya leo. Sijui kama tuko na wageni siku ya leo. Tuko na mgeni yoyote ambaye ametutembelea kwa mara ya kwanza? Ikiwa uko pale, tafadhali tunaomba tu kwa unyenyekevu uweze kuinua mkono wako, tuweze kukukaribisha kwa njia maalum. If you are there, you are visiting. Tuko na mgeni pale, tumpigie makofi. Asha, sijui kama mmemwona mgeni wetu, inua mkono tu uweze kuonekana na Asha. Tumpigie makofi mazuri tena. Thank you. Sijui kama tuko na mgeni mwingine. Tuko na mgeni mwingine pande hii. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wageni. Thank you so much our guest. Baada ya ibada hii tutakuwa na wakati wa kupatana na kujuana zaidi. Jumapili iliyopita tuliweza kuongozwa na wanaume. Sijui kanisa kama mlifurahia wanaume kuongoza. Asante sana. Wanaume walifanya kazi nzuri na tunachukua fursa hii kuwashukuru wanaume kwa kujitolea na kutuongoza vyema katika ibada zote mbili Jumapili iliyopita. Na bado tukiwa katika hiyo hali ya wanaume, katika Bible study yetu ya leo tumekutana wale ambao walipata nafasi ya kufika pale, na kuna jambo ambalo tumekubaliana. Chairman wetu Jami ataweka ujumbe, sitaki kutangaza tumekubaliana nini. Kuna jambo tumekubaliana pale, ndugu Jami ataweka kwa mtandao. Ukiona ujumbe huo, tafadhali ucheze kama wewe. Bwana asifiwe. Ukipata hiyo message ucheze kama wewe. Mtandao wa wanaume, si mtandao wa kila mtu. Ni mtandao wa wanaume. Ucheze kama wewe ukiwa mwanaume. There's something that we need to do this week, and I believe that all men will participate for that worthy cause. Jumapili inayokuja na tarehe 10 tutakuwa na mkutano wa Church Council. Tutakuwa na mkutano wa Church Council Jumapili inayokuja. Wale ambao ni chairpersons wa idara mbalimbali, tunaulizwa kwamba tuweze kutengeneza ripoti fupi kwa njia ya kujiandaa kwa Church Council ambao ilikuwa ni Jumapili inayokuja. Shule yetu ya KBCM inaendelea kuwakaribisha watoto. Ikiwa uko na mtoto pale ambao umetimiza umri wa kwenda playgroup ama PP1, uko na nafasi, unaweza kutembea kwa ofisi zetu ili uweze kusaidika. Vile vile tuna daycare, wale watoto wadogo wachanga sana. Ikiwa pengine uko na shughuli zako za siku na unashangaa mtoto wako umpeleke wapi, unaweza kuleta mtoto wako hapa asubuhi mapema saa 12:30, na unaweza kumchukua jioni saa 12:30, na mtoto wako atatunzwa vyema. Siku ya Wednesday inayokuja, Wednesday this week, tutakuwa na ushirika wa katikati ya wiki na tutaongozwa tarehe 6, tutaongozwa na Active Faith. Kwa hivyo ninaomba Active Faith
and I belong to Active Faith. I can see members there. I can see Helen. I can see Wahito. I can see Millicent. Who else can I see? I'm seeing quite a number of Active Faith members. Tafadhali tufike tuweze kuongoza fellowship ya this Wednesday. Kisha baadaye tarehe 13 tutaongozwa na Bethlehem, ushirika wa Bethlehem. Ningetaka kuchukua nafasi hii sasa kuwaalika wanakwaya. Naona leo wako na mwalimu wao. Bwana Yesu ni ngao yangu, niwe mali ya Bwana Yesu. Bwana Yesu kuliko vyote, nampenda Yesu aliyenifikia. Yesu ni bora kuliko wafalme, mamlaka na enzi ni vyake. Bwana Yesu kuliko mali, nampenda Yesu aliyenifikia. Yesu ni bora kuliko wafalme, mamlaka na enzi ni vyake. Bwana Yesu kuliko mali, nampenda Yesu aliyenifikia. Bwana Yesu ni uzima wangu, niwe mali ya Bwana Yesu. Bwana Yesu kuliko vyote, nampenda Yesu aliyenifikia. Bwana Yesu ni uzima wangu, niwe mali ya Bwana Yesu. Bwana Yesu kuliko vyote, nampenda Yesu aliyenifikia. Yesu ni bora kuliko wafalme, mamlaka na enzi ni vyake. Bwana Yesu kuliko mali, nampenda Yesu aliyenifikia. Yesu ni bora kuliko wafalme, mamlaka na enzi ni vyake. Bwana Yesu kuliko mali, nampenda Yesu aliyenifikia. Hallelujah. Hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima? Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane, mbona mikono kainua? Kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo, nyamaza, ili uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, rejea vitani. Wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Acha waongee,
Wacha waseme seme, ila yuko Mungu wa kuwaziba midomo. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Ikiwa Mungu anahukumu kwa kusikiza maneno, mbona hata matumbo ya mimba yanasemwa sana? Hivi Mungu angehukumu kwa kusikiza umbe? Tuweze kusimama. Wakati wetu pia mungeniona wakati wetu. He. Mimi nilikuwa mnoma kweli. Ni wangapi wetu tulikuwa wakati wa break dance? Mimi nilikuwa naenda hiyo competition ya break dance. Kweli tumechapa bwana. Kwa hivyo tukiona youth wakifanya hivyo, let us allow them to be. Amen. Yes, let them allow. We shall allow them to be, so that they can be able to worship the Lord in the best way they know how, like what we have just seen. Amen. Wale wako nyuma, tafadhali tusiwe lonely sana. Wale wako na watoto wadogo, kuna chumba chao pale nyuma, na kwa hivyo tuweze kukaribia mbele kidogo. Asante, tashukuru Mungu kwa kila mmoja wenu wa kufika kanisani. We say in this church we never take it for granted, and we don't anticipate that one day we shall take it for granted, because we know where the Lord has taken us from. We continue growing from strength to strength. It may be slow but sure, but God continues to be faithful in our midst. Na kwa hivyo tunashukuru kila mmoja wenu kwa kuja hapa, wale ni member, wale ambao bado wanaangalia waone kama watajiandikisha kama members. Tunashukuru sana kwa kuweza kuja kanisani siku ya leo. Ni jambo la kawaida. Hapa Daudi aliposema ya kwamba alitamani sana na alifurahia katika moyo wake alipoambiwa twendeni katika nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu katika nyumba ya Bwana kuna utulivu, nyumba ya Bwana kuna amani ambayo hatuwezi kupata kwinginepo. Nyumba ya Bwana kuna kufikiria vizuri. Nyumba ya Bwana kuna msamaha. Kuna watu ambao wanakuja hapa wakiwa wamebeba mambo mengi, lakini wanapokuja na kushiriki pamoja na wengine, wanaposikia neno la Mungu, huenda nyumbani wakiwa ni wepesi. Kwa hivyo ndio Daudi akatamani akasema, nilifurahi sana waliponiambia ni twendeni nyumbani ya Bwana. In the house of the Lord we have peace. In the house of the Lord we do not face discrimination. We do not hate, because the hatred is out there. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja. Nitawasihi tusimame tuweze kusoma neno la Mungu. Tuko katika Romans. Remember our theme is joy and peace and hope. All those three combined, that is actually what we are looking at. Kwa hivyo ni mafunzo ambayo tuko nayo. Tunaendelea na series za Romans. Na tumeanza tu. Nafikiri tutaendelea mpaka pengine mwisho wa mwaka. Yale mengine tutarajia kufanya, tutaenda kuyafanya baadaye, pengine mwaka ujao, Mungu akitupa nafasi mahali hapo. Kwa hivyo tuwasoma kitabu cha Warumi mlango wa kwanza, mstari ni wa 18 hadi 32, yani hadi mwisho wa chapter 1. So Romans chapter 1 verse 18 all the way to 32. Leo nitajitahidi
kuongea kwa Kiswahili, kwa sababu naona wenzetu pale mimi ulizwa maswali mengi na wale ambao pengine lugha ya ingine inaweza kuchanganya. Tuko wengi, tumechanganyika, na kwa hivyo leo nitajaribu, Mungu anisaidie nikaweze kuleta ujumbe huu kwa Kiswahili jinsi Mungu atakavyoniwezesha. Kwa hivyo tunasoma, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirisha kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. 21, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Angalia hapo, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. 22, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. 24, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaachia katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kuvunjia heshima miili yao, yaani kuna wakati tukigairi njia za Mungu tunatoka na kuvunja heshima hata kwa miili zetu. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakasujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. 26, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda asiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. 28, kwa maana na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu na kila namna uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukua Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao. Angalia hapo, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao mstari wa mwisho, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao haya wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Na Bwana, hili ndilo neno lako siku ya leo. Leo Bwana, naona ya kwamba neno lako ni ya kukanyaga
Kayole, na ili Bwana tukaweze kubadilisha nia zetu, na wale ambao ni waja wako mfalme, tukaweze kuishi maisha ambao itakuletea sifa. Wale pengine tuko katika tunasema ya kwamba sisi tuko na tumeokoka, tukaweze mfalme kufuata njia sawa, na ili Bwana tukuletee. Na ikiwa Bwana kuna watu hapa pia siku ya leo ambao hawajaokoka, Kristo mwana wa Mungu pia ni mwito mkuu ya kwamba tuokoke na kuweza kufanya yale yaliyo mema. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Tunaweza keti. Neno la leo ni la kutusukuma kidogo. Ni kwa sababu neno la Mungu tunaposoma katika Timotheo, wakati mwingine neno la Mungu litakuja kutuinua wapendwa. Neno la Mungu linakuja kutuelekeza. Actually, it cuts across. The word of God cuts across. It is for exaltation. It is for sometimes warning. And sometimes the word of God is very harsh. Like today, this word is very harsh even to the church. Na kwa hivyo actually, ujumbe wa leo unasema the wrath of God. Mahubiri ya leo ni ghadhabu ya Mungu. Ama kwa jina lingine tunasema hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu. Na tunaona Paul ambaye anasema ya kwamba yeye alikuwa aposto wa 13, anachaguliwa na Mungu na ili akaweza kufanya kazi ya huduma. Asubuhi ndugu wetu atatusimulia mambo mengi, sitaki kwenda katika hadithi ya Paul. Tunajua, I think when I preached the last Sunday but one in the first service, I gave a history of Paul, who Paul was. Na leo sitaki kuingilia sana, lakini tunaona ni msomi ambaye alikuwa amesoma katika mambo ya sheria, na ni mtu pia alifanya kulinda kile ambacho alidhamini ambacho kilikuwa kizuri. Tunaona ya kwamba alikuwa katika what we call Judaism. Alikuwa msomi wa sheria, na kweli tunaona ya kwamba yote ambaye angegairi sheria za Mungu, tunaona Paul akija na hata kuomba ruhusa ili akaweze kuangamiza Wakristo, and especially wakati sasa kanisa linaanza katika kitabu cha Acts. Kanisa linaanza na tunaona mtume Paul anaanza akona katika ile harakati ya kuangamiza wale ambao walikuwa actually alikuwa anasema dini potovu. Wale ambao walikuwa katika hili dini potovu, Paul alikuwa akijitolea sana ili kuweza kuangamiza. Na kwa hivyo tunasoma katika mstari wa 17 hapo ya kwamba Bwana alimuita na ili akaweza kuhubiri injili ya Kristo. Katika mstari wa 17, wacha nisome hapo kidogo ili tuweze kuendelea. 17 inasema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. The righteousness of God. The righteousness of God. Katika kifungu hiki tuliposoma, tunaona Paul anaeleza asiri ya kiwango cha dhambi ya wanadamu. Yaani watu wamepotoka wapendwa. Watu wamegairi Mungu na watu wametoka katika njia zile ambazo zilikusudiwa kwa Mungu. Na by the way, did you know, katika wana wa Israeli wanapomkasirisha Mungu sana wapendwa, did you know only Joshua and Caleb and the second generation, tunasemanga the second generation. The second generation means watu hawa hawakuzaliwa Egypt. Watu hawa ni wale ambao sasa hawakujua mambo ambayo yaliendelea huko. Ni watu walizaliwa katika wilderness walipoenda, because nothing was stopped. They continued reproducing. Na kwa sababu Mungu akasema ya kwamba
Hata wakati mwingine nasema ya kwamba Musa, uniruhusu nimalize hiki kizazi so that I can start a new generation with you. Na Musa anaongea na Mungu na watumishi wengine wale waliongea na Mungu, hata Abrahamu kuweza kuzuia ghadhabu ya Mungu. But you see what God decided to do. Alisema nini? Alisema let me just get them drowned. Wakazunguka miaka 40 katika jangwa kwa sababu walimkosea Mungu. Wakakufa wote. That's first generation. The one that actually left did enter the Canaan, the promised land of Canaan kwa sababu ya dhambi. Na Paulo anasema ya kwamba mwanadamu kihalisia ana tabia zake ni za uovu, kwa sababu mwanadamu alianza kumwasi Mungu pale katika shamba la Edeni. Hata hivyo, hatupaswi kuona mambo ambayo ameyataja hivi punde. Injili inafunua kwamba wanaume na wanawake wanaweza kupata haki na Mungu. Hata ikawa it is a rebuke, it is like gharama ya Mungu ama ghadhabu ya Mungu kwetu ambao tumekosa, kisasi ambacho kimepotoka, kisasi ambacho kimetoka ama kimegairi mambo ya Mungu. Anasema ya kwamba wanawake na wanaume wako na nafasi. Dhambi yao inaweza kusamehewa na wanaweza kuhesabiwa kuwa waadilifu machoni pa Mungu. So there is no losing hope. And that's why nini yetu nasema ya kwamba hope and joy in the Lord. Ya kwamba ingawaje tunaweza patikana katika njia ambazo si nyovu, njia ambazo hazileti sifa na utukufu kwa Mungu, tunaweza basi kurudia Mungu. Adhabu yake inageuzwa mbali. Haya yote ni kwa imani na si kwa sababu wale wanaohusika wanastahili. Kila aaminie atahesabiwa haki kama hivyo. Na hii ni onyo pia kwetu. Sometimes we take salvation for granted, children of God. And Paul actually at one time, this man of God that I love so much, anauliza watu, kwa sababu sasa mumeokoka, kwa sababu sasa majina yenu imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, je, muendelee kutenda dhambi? Anauliza hivi. Na Paulo anasema ya kwamba la hacha, ni kwa sababu wale ambao wameokoka, wale ambao kweli majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, hao ni watu kila siku wanajaribu liwezavyo ama liwezalo kutembea katika njia ambazo humletea Mungu sifa. Bwana Yesu asifiwe. If you are born again, child of God. Hawa ni watu ambao mtu akitendea Mungu visivyo, ni watu ambao wanaenda na kujirudia. They cannot actually have the peace of God until actually they have come to repentance, so that that peace that has been taken away can come back. And they are not at peace with their Creator. They are not at peace with their God. Why? Because actually they have done contrary to His will. Hao ndio watu wameokoka, watu ambao wangali wako na conscience ya kwamba nimetenda hivyo na Mungu aliniokoa kutoka kule, na mimi ni kiumbe kipya. Sababu Biblia inasema ya kwamba tazama, ninapookoka yale ambayo yamepita na sasa nayapokea mapya. Na hii mapya ni kuendelea kuinuliwa na Mungu kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Kama nilikuwa nachukua vitu za wenyewe ama vitu za watu hapa na pale, ninaacha. Kama nilikuwa mtu wa hapa kusengenya sana, ninaacha. Na kuna pahali ambapo unaona ya kwamba pale mwisho anasema ya kwamba all those things should not actually be found in our life, because we are children of God. Na si ajabu kwamba Paulo haoni aibu injili ya Kristo na yuko tayari kuhubiri kila mahali, hata huko Rumi. And you know Roman ndio anamjua, ndio alikuwa anajulikana sana kwa sababu ya kuangamiza kanisa na mambo kama hayo. Na kwa hivyo hakuacha kuhubiri hii injili.
Hiyo ni mstari wa 15 mpaka wa 16. Tunapofikiria sasa uovu mkuu wa wanadamu na hema la ghadhabu ya Mungu, lazima tufurahi kwamba kuna injili kama hiyo ambayo inawaokoa wenye dhambi kama hao. Kwa hivyo Paul is not actually bringing this word for them human being. Anasema ni nature. Hiyo ni asilia ya wanadamu. Our nature. Mpaka Paul anasema ya kwamba wakati mwingine alitamani kutenda yale yalomema, lakini alikuwa anajikuta akifanya yale yasiyofaa. Na namba moja, point ya leo, human sin is deliberate. Kutoka mstari wa 19 mpaka 21, usome 28 and 30. Dhambi ya mwanadamu ni makusudi. Human sin is deliberate. Kila mtu anajua kwamba Mungu yupo. By the way, tunazaliwanga na hiyo kupenda Mungu na kujua Mungu. Tunazaliwa na hiyo nature ya Adamu, because all of us, we fell when our forefathers, our mother and father, Adam and Eve, fell in the Garden of Eden. Na kina mama ambao wako hapa mtashuhudia ukweli ya kwamba what makes a child to know ya kwamba anaponyonya kanapo grow na kanaanza kutoa meno na kakiuma mama yake anaponyonya, unajua kana kunyonya and then kanaangalia mama yake. Sasa what is that? So that is the nature that I'm talking about. Ya kwamba hata katoto kanajuanga ya kwamba kakitenda vibaya, kuna kitu kanafanya na kana post kwanza ili kaone kama mama atachukua hatua. By the way, that's the nature that we are born with. But actually tunapogrow na kuendelea na tunapokuja katika ufahamu wa Mungu, basi tunasema ya kwamba hivi vitu vyote ambavyo sisi hufanya kinyume cha Mungu ni mpaka iwe. That's why I'm saying kila mtu anajua kwamba Mungu yupo. We have the conscience of God when you are born. Kila mwanadamu ana maarifa ya asili ya Mungu yaliyoandikwa ndani yake na Mungu mwenyewe. Ingawa yeye ni mkaidi, wanadamu, ingawa yeye ni mkaidi by nature, imani hii ya ndani iko wazi sana kuepusha taarifa yake. Uumbaji unaozunguka unasema ujumbe sawa. Mambo ambayo Mungu ameyafanya yatangaze uungu wake. Kwa hivyo mwanadamu anafahamu Mungu. So we are born with that consciousness of God. We know when we are doing what is contrary to his will. Hakuna mtu anaweza sema, mpendwa, ama hakuna mtu anaweza kusihi kwamba hajui uwepo wa Mungu. Inaweza kuonekana wazi kwamba kuna ghaibu. Kila mtu ana ujuzi kwamba Mungu yuko. Mstari wa 28 ukiangalia hapo. Na si hivyo tu, bali pia imeandikwa katika dhamiri kwamba Mungu huyu ataleta maovu yote katika hukumu ya hukumu. This God will actually bring that judgment katika kiti chake cha hukumu. Walakini mpendwa, ukijua haya yote, angalia kile mwanadamu anafanya. Yeye asiye na mwadilifu this Kiswahili word is bringing a trouble me. Anajua ukweli juu ya Mungu, lakini anabadilisha hii kwa kile anachokuwa sio kweli. Kutoka mtu anajua ukweli, lakini anabadilisha kile ambacho ni kweli kuwa si kweli, ili akaweze kujinufaisha yeye mwenyewe. Mtu anayemcha Mungu angetetemeka kwa mawazo ya kutenda maovu. Kama vile nimesema, if you are born again,
child of God. There are things that you'll shy, you'll actually put them aside so that you glorify Jesus Christ. Mtu anayemcha Mungu angetetemeka kwa mawazo ya kutenda maovu. Mtazamo wako kuhusu dhambi katika maisha yako unaonyesha kama unamcha Mungu au la. How do you view mambo ya sin? By the way, theologically we argue this. God is not in the business, theologically. God is not in the business of writing people and wrapping them off. Hayuko katika ile biashara ati umeokoka anakuandika. Kesho anakuangalia Kevo amerudi down, ameanguka, anakuotoa. No, God cannot do that. God knows wale ambao ni wake. Na Paul anasema ya kwamba hapo, niliwaambia hapo, Paul anasema ya kwamba must you continue, wewe utaendelea kutenda dhambi kwa sababu umeokoka. Na Paul anasema ya kwamba la hasha, you cannot. Na wale ambao Paul anajibu hilo swali anasema, na wale ambao wamerudi nyuma, wale ambao siku hizi sasa hata si wokovu hauko tena, then even from the beginning they were not of this faith. They were not called. They are not actually written in the Lamb's book of life. Because a child of God, kuna venye ambavyo unatakiwa uishi. Na kwa hivyo, Paul anaanza kutuambia kwamba human sin is deliberate. Tunafanyanga dhambi kwa makusudi, kwa sababu tunajua ukweli na tunajua haki. Na kwa hivyo tunafanya hivyo tukijua vile ambavyo tunafanya. Na kwa hivyo mtu anayemcha Mungu, nirudia hapo, niseme mtazamo wake kuhusu dhambi katika maisha yake unaonyesha kama anamcha Mungu au la. Tukisoma Mithali 8:13, is it Proverbs 8:13? Biblia inasema ya kwamba in passing, kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana mpendwa ni kuchukia uovu na udhalimu wa kila aina, ya kwamba tunampenda Mungu. And actually when you see even other people doing contrary to the will of God, then you are really disturbed. Biblia inasema nini katika Zaburi 36 and verse 1? Just in passing, uthibitisho kwamba wanadamu wanamwogopa Mungu unaonekana wazi katika matendo yao. That is what Zaburi 36 inatuambia, ya kwamba kama wewe ni mcha Mungu wa kweli, unaonyeshana kwa matendo yako. By the way, this business of going to heaven, this journey of heaven, hii njia ya kwenda mbinguni, wapendwa, si rahisi, ni kweli. Lakini ujue in the first place, hata kuokolewa kwako, there is nothing you did. Christ saved you ili mtu yoyote asiweze kujidai. Ndio actually Paul anasema pia, ya kwamba even getting God actually predesigning you, kukuchagua ili uwe mmoja wake. In the first place, it is not your effort. It is his. Amekupenda na akakuchagua, akasema ya kwamba huyu mtoto wangu hataenda katika njia ile, akuje awe mtoto wangu. Kwa hivyo Biblia inasema hivi. Na kwa hivyo macho ya mwanadamu yanatazamia kujidhihirisha kwa vyovyote vile bila kujali ghadhabu ya Mungu inayongojea. Hakuna anayependa dhambi, anayetarajia hukumu. Wanadamu ambao hawajaokoka ama kuokoka husukuma mawazo madogo ya jambo hili kutoka katika akili zao, na kwa njia fulani humcheka hata Mungu. Juzi nilikuwa somewhere in a meeting na tukasema tuende pale tukunywe soda kwa kiosk fulani. Ilikuwa kule Wendani. Tuko na property hapo ya Bible school hapo ilikuwa hapo. Na tukaenda, kawaida yetu tuko na mapasta kadhaa. Tukienda sisi mpaka tuuliza mtu kama ameokoka ili tumuhubirie kidogo. Sister told us, Gen Z by the way, akambia hayo hata msianze bwana. Msianze hiyo habari. In fact naweza sema hata sitawauzia.
ukileta hiyo habari ya Mungu hapa. And we wanted actually to find out ni nini umekasirishwa na Mungu hivyo. Tukamuuliza, wewe ulizaliwa katika boma ya Wakristo? Kwanza tukamwambia my parents actually an elder in the church, lakini nimechukia huyu Mungu kweli. Anaulizwa, kwa nini unachukia Mungu? Kwa sababu ya vile niliona wazazi wangu wakifanya. I didn't see anything ya Mungu katika wazazi wangu. Na sasa hivyo wako church nini? Oh my goodness. Then this girl was actually blaming the parents. Ya kwamba hakuona Mungu. Venye baba na mama alikuwa anakorofishana pale nyumbani. Vile baba alikuwa na titi mama. Vile mama alikuwa na titi baba na watoto. So she did see a hint of God in that family. Na kwa hivyo amekuwa akisema, akatwambia yeye ni atheist. On the bottom line akatwambia mimi ni atheist. Mimi hata niko katika, ukiangalia katika list za wale ambao ni atheist in Kenya, I am there. So we didn't go to the details anyway, because many a times when you face a person like that, a hostile person, wakati unataka kumuonyesha njia ya ukweli, then unaambiwa kwamba hii injili ya Kristo ni ya imani, ya amani, you go your way. Unamwambia ni kweli, inawacha kukwambia Mungu yupo na Mungu akusaidie dada. Siku moja ukuje. Usiangalie Mungu wa parent wako, you need to find that true God that you didn't see in your parent. Na tukaenda hivi. Unakumbuka itikio la mahubiri ya Nuhu, vile ya kwamba alikuwa na kuhubiria watu, na kwa hivyo we sin deliberately. Men tunafanya dhambi deliberately. Point number 2, human sin is inexcusable. Human sin is inexcusable. Dhambi ya mwanadamu, kwa Kiswahili sijui niseme nini, kwa dhambi ya mwanadamu haina kujitetea, ama huwezi kutoa katika hiyo, huwezi sema kwa sababu ya mambo mengi sana. Na some explanation here, sheria ya Mungu inadhibitisha upotovu wa mwanadamu. Hakuna mwanadamu au mwanaume au mwanamke popote ambaye anaweza kusema sikujua kwamba kuna Mungu, sikujua bora zaidi, I didn't know that there is God, sikujua mengi zaidi kuhusiana na Mungu, hakuna mtu aliniambia. Because those are the excuses that by the end of the day, wapendwa, tutapeana. Kumbuka ile hadithi inapeana katika Biblia in the book of Matthew, ya kwamba wakati tunaenda mbinguni, tutaulizwa ya kwamba majina yetu natafutwa, tunakosa majina yetu, na tutauliza, je, kwa nini jina langu haliko? Na Mungu atatuambia kwamba nilikuwa hospitalini, hamukunitembelea kuomba na mimi, nilikuwa sijui wapi, hamukuja kuomba pamoja nami, na mambo mengi ambayo Mungu atatuambia. Na Mungu anasema hapo, anasema ya kwamba chochote ambacho hukutenda kwa sababu ya wale ambao ulikuwa na wao, mimi ndio ulinitendea. Bwana Yesu asifiwe. Kila kinywa ulimwengu wote, hakuna atakayetoa udhuru ama sauti kusema ya kwamba hakujua Mungu. Hakuna mtu atajivunia haki ya kibinafsi kwenye hukumu. Na mfano ni mfano huu wa mtu aliyedai kuwa hana hatia mahakamani hadi ushahidi wote uliofunguliwa. You know, we are like that. There are times we say that we are very righteous, we are okay. But wait until an evidence is presented in the court. And then that evidence actually inatufunga. Hakuna atakaye hesabiwa haki machoni pa Mungu kwa kushika sheria, kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kuishika sheria. By the way, law was very tough. Soma katika Zaburi, Psalm 143 and verse 2. In pasi nasema, wala usimhukumu mtumishi wako, kwa maana hakuna mtu aliye hai atakaye hesabiwa haki machoni pake. Hata sheria wakati zilikuwa, hakuna mtu angeweza kukabiliana nazo. Kwa nini mtu ambaye hajaokoka hawezi kushika amri za Mungu?
Yeye hana asili ya hana asili ya kufanya hivyo. Hakuna uwezo wa ndani. Watu ambao tumeokoka tumepewa uwezo wa ndani kupitia kwa Roho wake Mungu. Na kwa hivyo huyu ambaye anatenda maovu, yule ambaye ako katika dunia, basi hana huo uwezo. Mfano ya mti wa ndimu, kutoa tu ndimu chungu. Unaweza kuvuta limau zote na utoe kwa fimbo machungwa tamu yenye juisi mahali pa, unaweza kuwadanganya wengine kudhani una mti wa michungwa, lakini kiuhalisia ulicho nacho ni mlima. So in other words, you cannot change the nature of it. Hata wanapeana hata mfano wa chui. Wanasema ya kwamba je, chui aweza kubadilisha madoadoa yake? Ndipo ninyi nanyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Yeremia 13:32. Nikimalizia niseme hivi. Sheria haikukusudiwa kamwe kuhalalisha mambo ya Mungu. Badala yake Mungu alimpa mwanadamu sheria yake kwa makusudio mawili. Number one, kwa nini Mungu akatoa sheria? Number one, kuzuia dhambi. If you read 1 Timothy 1:9-10. Sheria ilipeanwa ili kuzuia dhambi, because mwanadamu ni wa kuonyeshwa njia. Mwanadamu kawaida ni mpotovu. And that's why even in the places of work we have code of conduct. Why do we have code of conduct in our places of work? Kwa sababu asili ya mwanadamu ni kutenda yasiyofaa, yasiyo mema. Ya kwamba yani we need an eye on whatever we do. We cannot actually work on our own. Sile tunasemanga ya kwamba nitafanya kazi, unapoenda interview all of nasemanga mimi nitafanya kazi bila kuangaliwa na mdosi wangu. Lakini raha wengine tutafanya yasiyofaa. Kwa hivyo ni kuzuia dhambi. Sheria ilipendwa kwa sababu ya kuzuia dhambi in the 1 Timothy 1:9-10. Na kuonyesha upotovu wa mwanadamu. Kutuonyesha ya kwamba vile sisi mizizi ya dhambi imekita katika maisha yetu. Na kwa hivyo sheria ikatolewa kwa sababu hiyo. Yaani maarifa kamili, ufahamu wa moja kwa moja au ufahamu wa kina wa dhambi yake. Sheria ilitolewa ili kutuonyesha makosa yetu. Katika Wagalatia 3:19. Sheria haikutolewa ili kuonyesha jinsi ulivyo mwema, bali jinsi ulivyo mbaya. And that's why I'm saying an example where we work. Wengine wetu wala tumeandikwa nyumbani, kwa mfano tutawatch Afro cinema. Wakati tunaangalia time tuone wadosi sasa wanakaribia, that is when we will start actually doing many other things. Kuguza pale na pale. Wale ambao tuko kazi, time ya nini ikifika, tunaanza kuangalia kazi. Vitu kama hivi. Now, let me badala ya hivyo sasa kuangalia hivyo, tuangalie matokeo ni nini? Na matokeo niseme, sitaka hapa sana. Hii ndio hukumu ya Mungu juu ya watu waovu. Mungu huwakabidhi kwa vitu wanavyopendelea na kuwaacha wapate matokeo mabaya ya mambo hayo. Kuvunjika kwa ndoa. Angalia ndoa nyingi siku hizi vile ziko. Sometimes I take a walk in the morning, very early in the morning, and I can tell you, I meet with the people that are coming to their house in the morning, very early in the morning. Walilala wapo. Wengine nakutana nao wamelewa, wanaenda nyumbani. Ndoa nyingi hazifanyi vizuri kwa sababu watu wamejitolea kutoamini ndoa na kutoachwa kusema nini, they define the marriage bed, which actually the Bible says ndoa iangaliwe kwa njia ambayo ni utakatifu. If you are married to your wife, you are married to your husband, you are actually in that marriage forever.
until when death separates. Angalia ndoa nyingi na watu wameendelea kufanya hivi. Sijui kama mumesikia hii mambo sasa, watu wamekujitoa kwa uovu yao. Watu wanachanga pesa so that actually wanaweza fanya maovu. Jia nasikia Naivasha every Friday or even like kama hii weekend hii watu wamekula sherehe kweli. Yanga watu wanaenda wengi, unaenda drive. Those are like 5 couples. Mnatupa funguo kwa box and whichever car you pick, that's the person you take. You go as husband and wife, then you go do your things there. Those things that actually the Bible says. Walipeanwa kwa mambo yao kwa sababu wanapenda hizo vitu. Ni raha, orgies, sex orgies zimejaa ama zimekithiri katika taifa letu la Kenya. Ni vizuri kuongea hivi wapendwa, because it is obvious. Did you know in Kenya today, ukienda katika hotel mchana, hotel zimejaa watu mchana kuliko at night. Why? Kwa sababu watu wale wanakuja katika hizi hoteli ni watu wameolewa na ni watu wameoa. So they'll come do their thing during the day, so that in the evening they go back to work or wherever their businesses. In the evening they come home very innocent. They have not done anything. Yet actually they are doing those things. Even ndivyo Biblia inasema. Walitolewa kufanya mambo yale walipenda. Kufurahisha tamaa na tamaa zao ambao ni potofu. Na hiyo iko katika Kenya hii. Na so many others. Angalia homosexuality, lesbianism, wanawake kwa wanawake. Yani watu siku hizi, by the way, did you know, and I'm sorry to say, even in Christian family, unakuta ya kwamba ati ndoa imekataa kwa sababu ati mmoja wa wale wapenzi wamesema ya kwamba hataki mambo ile ya asili vile Mungu ametuumba. Anataka sasa kuexchange hiyo na mambo mengine. Now what happened to that? Ndoa inasambaratika. Because maybe your partner will not allow you to do those things. Those are the things that are happening in us. Imekuwa sasa hii mambo ya ngono na kuwa waaminifu. Yeah, it is all over. It is like we do not fear God anymore. It is like it is becoming a norm in the society today. When actually we work in our office, I work somewhere whereby tukienda seminar na tulikuwa tunaenda even 3 weeks. When people who are married wakija katika hizo seminar wanakuwa husband and wife until when we are done with the seminar after a month, and they will go home to their husband and their wife. Lakini tukiwa kule, people do not fear God anymore. People do not actually respect their husband and even their wife. They can do whatever they want. Bwana Yesu asifiwe. Hizi mambo ziko wapendwa. Ni vizuri kuambia ukweli. Vijana siku hizi wanasema ya kwamba kanisa is very expensive. Mambo ya kugojea tufanye ndoa haifai bwana. Ni very expensive bwana. Wanaanza kukaa as husband and wife. Even they have not reported to anybody. Na kwa ni normal. Najaribu kuwauliza. Nakwambia kwani uko dunia gani? Siku hizi bwana, hata gari ukienda kununua gari ni mpaka uipeleke test. Now those are Christians, brothers and sisters saved, young people saved, but kwa neema ya Mungu. Wazazi ambao tuko hapa tusipe moyo. We've done our part. I usually say, me I have really to bring my family in the ways of the Lord. When a person is over 18, I'm not responsible for that person. Whatever they want to do with their life, they do. I'm not responsible. Though I wanted them to follow my ways, hata wanipite katika mambo ya kiimani. Lakini huja ikapita watu. Na nimalizie na kufanya na kusema hivi kwa sababu siwezi hata maliza hivi kubwa sana.
Na nyinyi wazazi ambao tuko hapa, tuko na watoto wachanga wale tunalea. There was a time I was criticizing parents. Nikikuta tu vijana na tusichana na nitwa mama fulani nama nina naanza kusema mambo yao. Sasa walitoa hii tabia wapi? Na wait until sasa nilifika nikawa na teenagers. Nikajikuta katika hizo vitu. So don't talk about children. Huwezi tetea watoto. Wewe ombea wako na uombee Mungu ya kwamba siku moja watasimama. Don't actually go talking about other children there. The way wamepotoka nini. Ombea hao. Instead, ombea hao wazazi. Every parent who is here, I want to believe. I want the best for my children. I want them actually to supersede my faith. Ya kwamba endelee kuwa na kanisa. Lakini ufika pahali, mtu anasema hata dadi hiyo kanisa ya mimi na hamu. Utafanya nirudi. Inakuwa hiyo. So, tuombeane na tuombee watu. Tuachane na hii mambo ya kusema wale. Ati wale sijui wako hivi. Wait until your children are there. Wengine wanakwambia, tulifika pahali tunaambiwa, kwa nini hamtaki twende pamoja? Daddy acha fare hapo. And you thought that you are buying that car for your children. Only your children to tell you that is your car and that is your car and mom and dad. Hiyo ni yenu. Si wachani twende kitu kama hivyo. So we do, in other words, nasema, let us not talk loud about other people's children. Tuongee pole pole, tukijua tunalea. Uombee wako na uombe ya kwamba Mungu awasaidie wakaweza kufuata njia nyofu. Wewe ambao umeokoka, tafadhali na kusihi, zingatia njia za Mungu. Tuenende kama vile Ephesians 4 and verse 1 inasema, vile mwito wetu tumeitwa ni wa kukaa katika njia za Mungu. Wale ambao tumeokoka, Paulo anatuhimiza leo ya kwamba tupende wale ambao wako katika dhambi, wale ambao tunajua kwamba wako katika njia potovu, na tutamani mioyo yao iokolewe, na ni sisi ama watu wengine wawalete katika wokovu wa Mungu. Wale ambao hatujaokoka, those of us, ikiwa haujaokoka, kuna nafasi yako mpendwa. Usimame, kuna nafasi yako mpendwa. Kwamba unaweza mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Utaita Cecilia na timu yake waweze kutupatia one song. Tunapotafakari juu ya huu ujumbe, ghadhabu ya Mungu, tukae katika njia za Mungu. Mungu akaweza kutusaidia wapendwa. It is never easy. It is never easy. Those of us that are single, wanaweza niambia hasa pastor tufanye nini? And I'm single and I need a man and I need a woman. God is faithful. If actually tukikaa katika njia za Mungu, God knows how to fill that gap, to satisfy you in the way you are, ama kuweza kukusaidia kupata mtu wako. Hata Paul aliongelea haya maneno. Wale ambao tunaendelea katika njia zisizofaa, Mungu akaweza kutusaidia. Tujihoji katika mioyo yetu wapendwa. Je, neno hili la Paulo linatuzungumzia namna gani siku ya leo katika maisha yetu? Bwana Mungu nakuomba sasa, unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza yote. Unifanye kuwa kama upendavyo, Bwana Mungu nakuomba sasa, unifanye kuwa
kwa muda, mwambie Bwana akaweza kukufinyanga, na ndiposa akaweza kutoa kile ambacho kiko ndani yako, kile ambacho ni potovu, kile ambacho akileti sifa na hata tukufu Mungu, na ndiposa kaweze kuenenda katika njia ambazo zinamletea Mungu sifa. Kwa hivyo tuambie Mungu, tujihoji wapendwa, ili atuweze kutufinyanga. Oh, allow God to squeeze us so that which is not good come out of us, so that we may be able to bring fruits of honor to God. A minute. Unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza yote. Unifanye kuwa kama upendavyo, maisha yangu, maisha uifanye kuwa kama upendavyo, maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, unifanye kuwa kama upendavyo. Na hiyo ndio ombi letu adhuhuri ya leo. Ewe Bwana, kwamba Bwana ukaweza kutufinyanga, na ili kile ambacho hakileti sifa ndani yetu kikaweze Bwana kutolewa, na Bwana tuwe watoto wako ambao wanatembea kwa uhuru wa wokovu ambao tumepata kupitia kwa Yesu Kristo. Tunakushukuru na tunasema ni asante, ni kwa sababu ujumbe ni wetu, ujumbe ya kwamba Bwana utatusaidia, hautatuacha kamwe. Hata wale tumegairi njia zako na tumepotoka na tunafanya kana kwamba sisi ni watu wa dunia, ile hali watu wanajua sisi tumeokoka. Bwana tusaidie, na ndiposa Bwana tukaweze Bwana kurudi kwa njia ambayo ni sambamba, njia ya wokovu, njia ambayo inaleta matunda kwa wokovu ambao umetupa. Asante, ni mwema na ni mwaminifu. We receive the blessings for the week. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord answer you when you are in distress. May he send you help from the sanctuary and grant you support. May God protect you in all ways. May he remember all your sacrifices that you do every day, and may he accept your burnt offerings, even the one that you brought even today in his house. May he give you the desires of your heart and make all your plans succeed even this week and coming month. May the Lord grant all your requests according to his will, that you may bring glory and honor to him. And above all, may the God of peace grant you his peace, because we need peace even in this very life. And blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation, who consoles us in our affliction, so that we may be able to console those who are in any affliction with the consolation with which we ourselves are consoled by God. For just as the suffering of Christ are abundant for us, so also our consolation is abundant through Christ. In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Surely goodness and mercy all the days of our lives shall dwell in the house of the Lord forever. Turn to your neighbors as we share the words of praise. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Have a blessed week ahead. Thank you. Thank you.